jamii TASAF. Karibu kwenye makala hii inayoangazia mchango wa mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF katika kuinua na kuwawezesha wanufaika wa mpango wa kunusuru kaya masikini unaojishughulisha na shughuli za kilimo na ufugaji zinazowapa fursa ya kuboresha maisha yao na kuondoka katika umasikini. Tunaposherehekea mafanikio makubwa ya sekta ya kilimo na ufugaji nchini, TASAF inatambua na kuthamini mchango wa wanufaika katika kuleta maendeleo na kuimarisha uchumi wa taifa letu la Tanzania. Hii ni safari ya ujasiri, uvumilivu na matumaini ambayo inahakikisha kuwa kila kaya inapata nafasi ya kujiletea maendeleo yenye tija. Katika jitihada za kuinua kipato na kuboresha maisha ya kaya maskini, mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF umeendelea kuwa muhimili wa maendeleo kwa walengwa wake nchini kote kupitia utekelezaji wa mpango wa kunusuru kaya masikini, mpango unaolenga kutoa fursa sawa kwa wote. TASAF imewezesha kuanzishwa na kuendelezwa kwa shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo zimebadilisha hali ya maisha ya wanufaika na jamii kwa ujumla. Mpango huu unatekelezwa nchi nzima, kwa maana ya kwamba katika halmashauri zote 186 pamoja na wenzetu wa Zanzibar, maeneo ya Unguja na Pemba. Na kwa sababu tunasema ni mpango wa kunusuru kaya maskini, mpaka sasa tunahudumia takribani kaya milioni 1.3 katika maeneo yote ya utekelezaji, kwa maana ya kwamba halmashauri zote na mikoa yote na vijiji vyote. Mkoa wa Iringa na Njombe umeibuka kuwa mfano bora wa uzalishaji wa parachichi. Katika wilaya ya Mufindi, baadhi ya wanufaika wa TASAF wameanzisha mashamba makubwa ya parachichi. Ili shamba ni msaada tuliopewa na TASAF, ambapo walikuja kutusaidia kupanda hii miti. Baada ya hii miti kuanza kutoa matunda, sasa tumeweza kuuza matunda na kupata kipato ambacho kimeweza kutatua changamoto za hapa shuleni, ikiwa ni kuwalipa walimu ambao wanaenda kusimamia mitihani na kununua vifaa kwa ajili ya kujifunzia na kufundishia. Katika halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe mkoani Njombe, TASAF imewawezesha wakulima kuanzisha bustani za matunda nyumbani kwao. Miti ya parachichi imekuwa chanzo cha lishe bora na kipato. Nashukuru TASAF kwa kuwa imeweza kutusaidia mpaka mahali tulipo saizi. Ni tofauti na nyakati kabla ya TASAF, kwa sababu iliweza kutoa miche ya mparachichi. Baada ya kutoa ile miche ya mparachichi na ikatoa na mbolea, mpaka saizi tuna uwezo wa kutoa trei 30 za parachichi kwa mchumo mmoja. Wilayani Chamwino mkoani Dodoma, baadhi ya wanufaika waliamua kulima zabibu. Kutokana na hali nzuri ya hewa na msaada wa TASAF, mashamba yao sasa ni kitega uchumi cha familia. Tulikuwa 80, tukaanzisha kuchimba hili shamba la zabibu. Kwa kweli tunashukuru, hili shamba limetusaidia. Tumeweza kusomesha watoto, pata hiyo hela tulikuwa tunanunua vitu kama mbuzi, nguruwe, tunasomesha watoto. Mkoani Dodoma, baadhi ya wanufaika wamewekeza katika ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, mbuzi na kuku. Wamejifunza mbinu za kisasa za ufugaji zinazowasaidia kuongeza tija na kupunguza gharama. Nimeshukuru TASAF, nimepokea hela nikanunua mbuzi, basi mbuzi hiyo nikabadilisha ng'ombe. Mpaka saizi nakamua na maziwa. Mkoani Shinyanga, katika halmashauri ya manispaa ya Shinyanga, Nyanzobe Madongola, mkazi wa mtaa wa Mwamalili, ni mmoja wa wanufaika ambaye amehitimu baada ya kuweza kuwa na kipato endelevu kupitia shughuli za ujasiriamali anazozifanya. Kwa sasa ni mkulima, pia ameweza kusomesha watoto wake wote. Mpango wa TASAF umenisaidia pia. Nimeweza kujenga nyumba ya bati 22 yenye vyumba 2 na sebule. Nimeweza kununua mifugo. Nilianza na mbuzi 2. Nikanunua hao mbuzi 2 nikawafuga. Wakaanza kuzaana. Baadaye wakafikia mpaka 15. Katika mtaa wa Kabanjaja, manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza, walengwa wengine 34
kati ya walengwa 61 walifanikiwa pia kuhitimu kutoka mpango huu. Mmoja wa wahitimu hao amefanikiwa kuanzisha biashara ya ufugaji wa nguruwe. Biashara hiyo imemwezesha kuimarika kiuchumi, kujitegemea na pia kujijengea nyumba yake. Sasa hivi nina miaka 3 nimeanza ufugaji wa nguruwe. Nilianza na nguruwe moja, lakini nimezaa mara 2. Ina watoto sasa hivi 8. Katika manispaa ya Singida, TASAF imewasaidia wakulima kuanzisha bustani. Wanalima nyanya, vitunguu, sukuma wiki na karoti. Soko la mboga linawapa kipato cha kila siku. Huu mchicha nikivuna nikipeleka Msufini, nikirudi kule na kwa mfano navuna percent waga napata kuanzia 15,000. Sasa hivi mimi nimejiunga na vikoba, nacheza vikoba. Najiwekea kwenye vikoba. Nafuga na kuku, nikirudi huko Msufini nachukua chakula cha kuku na waletea nyumbani. Na vikoba sasa hivi ndio nimejiunga na vikoba, kila Jumamosi tunacheza shilingi 10,000. Kijiji cha Digodigo wilayani Ngorongoro mkoani Arusha, mfereji wa umwagiliaji umejengwa kwa msaada wa TASAF. Miundombinu hii imewezesha uzalishaji wa mazao ya biashara na chakula kwa familia nyingi. Shamba hili langu nalima miogo na ndizi na sukuma natumia. Miogo tunauza na mandizi ndio yanasaidia watoto kusomeshia watoto. Unakata kama kwa mfano kama ndizi kama hii kubwa unauza 20,000, na miogo pia tunapeleka masoko, kwenye masoko mama wanachimba wanapeleka masoko. Mkoani Iringa katika halmashauri ya wilaya ya Kilolo, kijiji cha Irindi, TASAF iliwezesha walengwa 114. Kati ya hao, jumla ya walengwa 34 wamehitimu. Wahitimu hao waliweza kuibua mradi wa uchimbaji na ujenzi wa mfereji wenye urefu wa mita 270. Mfereji huo unawasaidia wanakijiji wa Irindi kuweza kufanya kilimo mwaka mzima bila kutegemea mvua, na pia mfereji huo unasaidia kupunguza mmomonyoko wa ardhi na upotevu wa maji. Kuibuliwa na kutekelezwa kwa mradi huo kuliwezesha walengwa wa mpango kupata ujuzi, ajira za muda pamoja na ujira uliowawezesha kupata mahitaji muhimu. Kwa kweli mradi huu umeniwezesha sana mpaka kufikia sasa. Nilikuwa nakula mlo mmoja, lakini sasa hizi nakula milo 3. Pale nyumbani nilikuwa na maisha ya duni sana. Nilikuwa hata kuku nilikuwa sina, lakini kwa sasa hadi kuku ninazo, bata ninazo. Kwa kweli naushukuru sana mradi huu wa TASAF. Katika kitongoji cha Ilula, mfugaji na mkulima ameweza kulima kwa tija, akipata mavuno bora ya mahindi na maharage kutokana na uwezeshaji wa TASAF. Pesa niliyopewa na TASAF 3,500 niliitumia kwa kuanza kuboresha kwanza banda kwa ajili ya mifugo, kuongezea mradi. Kwa hiyo nikaendelea kuiboresha banda, nyingine ikanunua chakula na vingine kuandaa zile chanjo, zile dawa za kuchanja. Nikishauza kuku inanisaidia mahitaji, kuwalipia ada watoto, kuna michango mbalimbali ya mitihani yao na walipia. Alafu pia nyingine bado nafanyia mambo ya kuendeleza mambo ya ujenzi. Nimejenga nyumba ina vyumba 3, sebule ya 4. Moja ya sekta zinazochangia pakubwa mabadiliko haya ni sekta ya uvuvi. Kupitia ufugaji wa samaki, sekta inayokuwa kwa kasi na kutoa nafasi nyingi za ajira, lishe bora na kipato cha uhakika. TASAF imetambua kuwa ufugaji wa samaki ni moja ya njia endelevu za kuwawezesha walengwa wake, haswa wale wanaoishi katika maeneo yenye vyanzo vya maji au mazingira yanayofaa kwa shughuli hii. Katika manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza, eneo lenye historia ndefu ya uvuvi kutokana na ukaribu wake wa ziwa Victoria, miradi ya ufugaji wa samaki imekuwa njia mpya na ya uhakika ya kujipatia kipato. Walengwa wa TASAF wamepatiwa mbegu bora za samaki aina ya sato na kambale, chakula chenye virutubisho vya kutosha na vifaa muhimu vya kufugia na kutunzia samaki. Pia wamepewa mafunzo ya kitaalamu kuhusu namna bora ya kuandaa mabwawa, kusimamia maji, kulisha samaki kwa ratiba sahihi na kukabiliana na changamoto za magonjwa ya samaki. Kupitia uwezeshaji huu, vikundi vya walengwa vimeweza kuendesha mabwawa yao kwa ufanisi,
kuhakikisha kuwa samaki wanakuwa kwa kiwango kinachohitajika na kufikia ukubwa wa soko ndani ya muda mfupi. Baada ya mavuno, samaki huuzwa kwenye masoko ya ndani, minada na hata kufikishwa kwenye maeneo ya mbali, hivyo kuongeza wigo wa soko na kipato cha walengwa. Wilayani Wanging'ombe, mkoani Njombe, TASAF imewezesha kuanzishwa kwa vikundi vya uzalishaji wa samaki ambavyo vinaendesha mabwawa ya pamoja. Mazingira ya eneo hili yenye maji ya kutosha na hali ya hewa inayofaa yamekuwa rasilimali muhimu kwa walengwa wa miradi hii. Wamefundishwa mbinu bora za ufugaji wa samaki zinazolenga kuongeza tija, ikiwemo matumizi ya chakula chenye virutubisho sahihi, usafi wa mabwawa na udhibiti wa ubora wa maji. Matokeo yake ni kwamba uzalishaji wa samaki katika maeneo haya umeimarika na walengwa wamepata kipato cha mara kwa mara kinachowawezesha kujitegemea. Miradi hii ya ufugaji wa samaki inayoendeshwa na walengwa wa TASAF imekuwa mfano halisi wa maendeleo shirikishi na endelevu. Hii ni taswira kamili ya namna TASAF inavyobadilisha maisha kutoka hali ya utegemezi hadi kwa uchumi imara unaoweza kustahimili changamoto za maisha. Kupitia uwezeshaji wa rasilimali, mafunzo na mshikamano wa kijamii, miradi hii imekuwa nyenzo ya kuondoa umasikini na kujenga msingi wa maendeleo ya kudumu kwa kaya na jamii zao. Kupitia mpango wa TASAF, maelfu ya wananchi wameongeza kipato, kuboresha maisha yao na kuwa mfano wa kuigwa vijijini. Ushuhuda wao ni uthibitisho wa mafanikio ya kweli. TASAF imekuwa mshirika wa kweli wa maendeleo kwa Watanzania wa hali ya chini. Tunapoangalia mafanikio haya, ni dhahiri kuwa uwekezaji huu kwa jamii umeleta matumaini mapya na maendeleo ya pamoja. Kilimo ni uhai, na kwa kupitia TASAF tunaendelea kustawi na kuboresha maisha yetu. TASAF, pamoja tuondoe umaskini. TASAF, mfuko wa maendeleo ya jamii.